Niwakaribishe watazamaji wangu na wasikilizaji wangu katika chaneli pendwa kabisa ya Mungu na Uchumi. Leo ikiwa siku njema kabisa, kwa neema ya Mungu tena tumekutana. Jana nilieleza kwamba tutaendelea na mada ambayo inahusu mambo makuu matatu ya kuzingatia katika uchumi, ambapo nilisema katika uchumi tunazingatia mambo makuu matatu. Jambo la kwanza nilisema ni rasilimali, jambo la pili ni kazi, na jambo la tatu ni uzalishaji. Sasa tunaangalia kwanza uchumi ni nini. Ni vema nianze kwanza na uchumi. Uchumi kwanza ni sayansi ya jamii inayojishughulisha na uzalishaji au na mgawanyo, uzalishaji, mgawanyo, matumizi na usimamizi wa rasilimali chache ili kukidhi mahitaji mengi ya binadamu. Lazima ujue kwamba uchumi inahusisha rasilimali zinakuwa ni chache, lakini wafaidi watu walio wengi. Sasa katika mazingira hayo, sasa ndio maana nikasema mambo makuu matatu lazima zingatiwe. Tuna rasilimali, tuna kazi pamoja na uzalishaji. Sasa leo tutajifunza kuhusu rasilimali. Rasilimali ni nini? Rasilimali ni vitu au uwezo uliopo ambao hutumika kuzalisha mali na huduma ili kukidhi mahitaji au maendeleo. Kwa hiyo rasilimali ni vile vitu ambavyo unaweza kuvitumia. Sasa rasilimali kama nilivyosema inaweza kawa chache. Kwa vyovyote vile rasilimali ni chache. Sasa unaifanyaje iweze kukidhi kwa kila mtu? Hapo ndio maana tunasema uchumi ni sayansi. Lazima uwe unaijua hiyo sayansi ya uchumi. Hauwezi ukapiga hatua bila kujua sayansi ya uchumi. Sasa na ndio maana nikasema hata hiyo neema ya kujua sayansi ya uchumi lazima uwe unamtanguliza Mungu kwanza. Sifa za rasilimali ni zipi? Sifa ya kwanza ya rasilimali, hutumika kukidhi mahitaji ya binadamu. Lazima rasilimali ikidhi mahitaji ya binadamu. Sifa ya pili, huongeza uzalishaji na maendeleo ya jamii au taifa. Inaongeza uzalishaji wa maendeleo na jamii au taifa kwa ujumla. Na sifa nyingine ya tatu ya rasilimali ni chache ukilinganisha na mahitaji. Rasilimali zinakuwa chache siku zote kuliko mahitaji. Sasa huo ubunifu wa kuifanya rasilimali iwe chache, kuitumia ile rasilimali iliyo chache iweze kukidhi mahitaji ya walio wengi, hapo ndipo watu wanafanikiwa katika maisha. Sasa utafanikiwa vipi? Niombe uendelee kuambatana pamoja na mimi. Utaweza kugundua ni vipi ambavyo unaweza ukatumia rasilimali ambayo ni chache na watu walio wengi wakaweza kufaidika kupitia kwako. Sasa wanapofaidika kupita kwako, kumbuke kwamba wewe ndio uliyeanzisha. Kwa vyote vile wewe ndio utakayepiga hatua kuliko wale ambao umewaanzishia wazo. Sasa tunaenda kwa aina za rasilimali. Aina za rasilimali. Tuna rasilimali watu. Tuna rasilimali watu. Samahani. Tuna rasilimali watu. Tuna rasilimali asilia. Tuna rasilimali mtaji. Tuna rasilimali ujasiriamali. Aina ya kwanza nimesema ni rasilimali watu. Aina ya pili nimesema ni rasilimali asilia, na aina ya tatu ni rasilimali mtaji. Aina ya nne ni rasilimali ujasiriamali. Sasa tunakuja kwenye rasilimali watu ni zipi? Kwanza kabisa tunakutoa elimu na mafunzo. Lazima ujue namna ya kutoa elimu kwa watu na mafunzo mbalimbali. Sasa kulingana na uwezo wako ulionao, elimu ulionayo, uwezo wa kuchambua mambo, unaweza ukatumia hiki kipengele katika kujipatia kipato.
kwa ajili ya kutoa elimu na mafunzo kwa watu. Tunatoa elimu na mafunzo kwa watu namna gani? Kuelimisha watu katika ujuzi. Namba 2, tuna ujasiriamali. Unaweza kuwaelimisha watu kuhusu ujasiriamali. Na namba 3, unaweza ukatoa elimu kwa matumizi ya teknolojia. Watu walio wengi hawajui matumizi ya teknolojia. Unaweza kuanzisha kipengele cha kuelimisha watu katika majukumu, katika kujua namna kutumia teknolojia. Kwa mfano, hata katika mafundisho haya nilionayo, ninajikita katika kuelimisha watu katika ujuzi, katika ujasiriamali na katika matumizi ya teknolojia. Unaweza kutumia teknolojia ya kuelimisha watu. Unaweza kuanzisha hata stationery kwa ajili ya kufanya mambo ya kiteknolojia ukafaidi. Lakini kipengele kingine katika rasilimali watu, unaweza kutumia rasilimali watu kuweka watu kulingana na uwezo wao, kila mmoja kwa nafasi yake. Ni mkulima, unatafuta nafasi yake kama mkulima. Kama ni mfanyakazi, mhudumie kama mfanyakazi. Kama ni mfanyabiashara, mhudumie kama mfanyabiashara. Kwa hiyo ni swala la kuangalia eneo langu limezingirwa na wingi wa watu wapi. Kama ni wakulima walio wengi, hebu bezi na wakulima. Kama wafanyakazi ndio wengi, basi bezi na wafanyakazi. Kama wafanyabiashara ndio walio wengi, basi bezi na wafanyabiashara, ili uweze kupiga hatua katika maisha. Sio uje uone mazingira ni ya wakulima halafu unaanzisha fursa ya wafanyakazi. Kwa vyote vile utakosa. Unaona mazingira ni ya fanya biashara, wewe unaleta mambo ya wafanyakazi. Unaanzisha stationery, unaanzisha mafundisho ya kielimu katika mazingira hayo. Hauwezi kupiga hatua. Lazima usome mazingira halisi. Lakini kwa kipengele hicho, kuweka watu kulingana na uwezo wao, tuna pointi nyingine inayohusu kupunguza hasara na kuongeza ufanisi. Kupunguza hasara. Watu unaweza kuwasaidia vipi waweze kupunguza hasara na waweze kuongeza faida katika kazi zao kivipi? Lazima utumie sayansi kujua namna ya kuwasaidia watu. Hapo tutaweza kupiga hatua kiuchumi. Lakini kipengele cha 3 ni kuhamasisha ubunifu na ujasiriamali. Ubunifu wa kutafuta pesa, ubunifu wa kuweza kuzalisha. Unabuni kwa vipi? Kubuni miradi mipya, lakini vile vile kujiajiri. Watu wajue namna ya kubuni miradi mipya. Lazima ujue namna ya kubuni miradi mipya katika mazingira uliomo. Yawezekana kuna huduma zipo nyingi tu. Kwa mfano, kuna vibanda vingi, lakini kuna upungufu wa hoteli. Kuna hoteli na vibanda, lakini kuna upungufu wa mambo ya kistationery, mambo ya internet yamepunguka. Lazima ujue namna ya kuwasaidia huko mazingira. Lakini ununuaji wa vocha unasumbua. Hebu angalia namna ya kurahisishia ununuaji wa vocha. Lakini kingine, kujiajiri. Lazima uangalie watu unaweza kuwasaidiaje katika hali ya kujiajiri, au wewe mwenyewe unaweza kutumia mbinu ipi kujiajiri kulingana na mazingira uliomo. Hizo zote ni njia za kuweza kutumia rasilimali watu. Rasilimali watu ni fursa kubwa. Niombe kila mmoja aweze kutumia rasilimali watu ili aweze kujikwamua kutoka hatua moja hadi hatua nyingine. Hayo, ndugu mtazamaji wangu, ni mambo ambayo nimeyaona kwamba yanaweza yakakusaidia. Lakini jambo lingine ambalo ni la mwisho kwa upande wa rasilimali watu ni kuboresha afya na mazingira ya kazi. Kuboresha afya na mazingira ya kazi. Watu wana changamoto gani katika shughuli wanazofanya za kila siku? Lazima uziangalie. Lazima uangalie kwamba ni changamoto ipi inayowapata. Ile changamoto wanayoipata katika mazingira yale, hiyo kwako ni fursa ya kuweza kuinua uchumi. Nikushukuru sana ndugu mtazamaji wangu na wewe msikilizaji wangu. Mungu akubariki sana. Siku ya kesho tutaendelea na vipengele vingine.
kipengele cha afya. Tutaangalia kipengele cha afya, kimpendeza Mungu tuweze tukaangalia kipengele cha kazi, ili kwamba tuweze kuinua uchumi. Hivyo yote ni vipengele vya kuweza kuinua uchumi wa mwanadamu. Unaweza ukatumia kama fursa na kupa mawazo uyafanyie kazi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare video hii ili kwamba iweze kuwa msaada katika maisha yako. Mungu akubariki. Tutakutana siku ya kesho. Asanteni.